Rafiki yangu, leo nikukaribishe kwenye Love Life Academy. Nataka tujifunze jambo. Unajua kwenye safari ya kutafuta mchumba, kuingia kwenye ndoa, lakini pia kutengeneza partnership na watu. Kuna wakati Mungu anatuonesha, lakini kuna wakati tunaenda kwa hisia zetu wenyewe. Sasa tukienda kwa hisia zetu wenyewe, kuna asilimia karibu 90 au 100 kuja kuanguka. Kama hautoanguka kwa muda huo, basi baadaye unaweza kuja kuanguka. Lakini unapochaguliwa mtu na Mungu, ina maana Mungu akakupa ishara kwanza ya rohoni au kwenye ulimwengu wa roho kupitia ndoto, maono, sauti, ishara au sauti ya ndani na hekima ya Mungu, lakini pia na kufuata neno la Mungu, unaweza kupata kitu kizuri ambacho kinaendana na mapenzi ya Mungu, sawa. Lakini still Mungu anatuonya kwamba tusiwaamini wanadamu kirahisi. Mwanadamu anaweza kubadilika muda wote hata kama ameletwa na Mungu, tusipojua kanuni za kuzidi kutembea katika misingi ya Mungu. Na kitu chochote kilicholetwa na Mungu kina vita. Unaweza ushangae umepata mchumba, ni kweli Mungu amekuonesha, lakini kumpata na kuingia kwenye ndoa iwe kazi kuliko hata ungetafuta mwenyewe. Chochote kile ambacho Mungu ana interest nacho, shetani hicho ndo anachokiangalia ili akiharibu. Yohana 10:10 inasema shetani alikuja kuchinja, kuiba na kuharibu. Hii haijalishi wewe ni Mkristo, hii haijalishi ni Muislamu. Swala la kuingia kwenye ndoa, Mungu anaweza kumuonesha mtu yeyote bila kujali dini. Cha msingi ni kujua Mungu wa kweli ni yupi, ili usidi kumtegemea na kumomba katika safari ya maisha yako. Kumbuka, ndoa ni safari ya maisha. Ndoa ni safari ya mahusiano ambayo yanahitaji upendo wa Mungu. Ndoa ni msingi namba 1 wa uanzilishi au utawala wa Mungu duniani. Kwa hiyo ukiachana na wewe mwenyewe kama sura na mfano wa Mungu halisi, sasa ndoa ni msingi wa muunganiko wa familia au wa kanisa la kwanza la Mungu duniani. Kwa hiyo Mungu hawezi akakuruhusu uchukue chochote kama wewe una agano naye na unampendeza. Ndio maana wengi ambao wanatembea vizuri na Mungu huwa wanapata vita kwenye kupata ndoa. Mungu anaweza kukuonesha, lakini akuoneshe pia vita inayoendelea. Inaweza kutoka kwenye familia, upande wa mama mkwe, upande wa mama, upande wa baba, upande wa bibi, upande wowote hata wa marafiki. Kwa hiyo usipotembea vizuri na Mungu, kuna vitu utakwepana navyo. Na tukishaingia kwenye mahusiano ya ndoa au ya uchumba na watu ambao hawako sahihi, baadaye kuna gharama kubwa ya kuja kulipa kwenye maisha yetu. Kwa hiyo jiulize, leo huyu uliye naye ulipewa na Mungu? Au huyu ambaye uko naye kwenye mahusiano leo unajiachia, labda unazini naye kabla ndoa, je, umeletewa na Mungu? Kumbuka, kitu cha shetani kinataka utoke kwenye leli, utoke kwenye mifumo mizuri ya kimungu ili utimize mapenzi ya shetani, ili akudake nafsi yako, akudake roho yako, ili aweze kukutumia na uweze kujitenga na Mungu. Leo wengi wanaumia kwenye uchumba, leo wengi wanaumia kwenye ndoa, leo wengi maisha yao hayafai, ni kwa sababu wapo katika misingi isiyo ya kimungu. Leo ni dada, ni kaka, unazini kabla ya ndoa na nipo kwenye uchumba. Wengine kabisa wanajifanya wameokoka, na wengine wanajifanya kabisa ni Waislamu, wanajua kanuni za Mungu. Sasa unapotaka kuishi maisha ya kupata matokeo ya Mungu, hakikisha unafuata kanuni za Mungu. Leo nimekufundisha hili, lielewe, lijue, na usiwaamini wanadamu kirahisi. Hata kama umeletwa na Mungu, bado unahitaji kuishi nao kwa akili. Ndio maana Yesu Kristo anatuambia na anatuonya kabisa. Anasema ishini na wake zenu kwa akili. Lakini pia anakuambia ndoa iheshimiwe na watu wote na maradhi yawe safi. Lakini leo dada, kaka, umevamia ndoa za watu, umechukua mke wa mtu, umechukua mume wa mtu. Wewe, hiyo ni laana, na mwisho wa mwisho utaenda jehanamu. Na si tu kwenda jehanamu, nuru ya maisha yako hapa duniani itaharibiwa, na mipango ya kimungu itaenda kinyume na wewe, na utapoteza baraka za Mungu. Tafakari, rudi kwenye misingi ya Mungu ili uweze kushinda na kufanikiwa kirahisi hapa duniani. Nawapenda. God bless you. Thank you for watching.